officers to come and do the assessment evaluation. How do you come to do assessment evaluation na unaweka the site plan hiyo project yote, haujui kilometers ngapi ambazo zimetolewa, you just come empty handed and then you give an assessment? Mimi naitwa Samuel Becker. Mimi ni manager wa ofisi ya Senate Busia. I'm the County Senate Oversight Manager. Kuna jambo ambalo limekuwa likitokea hapa sana, jambo la wizi wa pipe za irrigation katika mradi wa Lower Sio Irrigation, ambao mradi wa shilingi bilioni 2.1 billion shillings. Tangu mwaka jana watu wamekuwa kibomoa hizo pipes, zinaibiwa na zinavukishwa mpaka zinapelekwa Uganda. Sisi kama ofisi ya Senate na kulingana na wajibu wetu wa oversight, tumeingilia tukazungumza na national government watusaidie kule wanaweza. It's been an on and off, ni kama mchezo wa paka na panya. Watu wawili wanashikwa leo, kesho wanawachiliwa. Lakini tatizo kubwa kabisa ni National Irrigation Board. Manake watu wengi wanashikwa kwa kotini, hamna complainant wala hamna value ya hiyo mali ambayo imeibiwa. Kila mara tunawaita wakuje, but is like there's something they're hiding. Something's not working right. Juzi lori baada ya kusomba mzigo kwa muda wa wiki mzima, kulingana na huyo ni ambaye alishikwa, the suspect. Lori ilishikwa usiku, ambapo picha mtaonyeshwa hapo, na pipes zinakatwa. Hizi pipes ni 1.2 meters diameter, zinakatwa, zinabebwa kama scrap kupelekwa Uganda. Akashikwa. Sasa ikawa anapelekwa kotini. Kwenda kotini ikawa hawezi kutaka plea mpaka wote National Irrigation Board ambapo ndio anataka complainant hawakuonekana. Mpaka leo asubuhi ndio kabidi huyo wakapelekwa mahakamani kuchukua plea. Alafu tukasema twende na watu wa board, twende kwa ground, twende the extension of the damage, because you cannot be putting a complaint there na we mwenye mradi ujui imekuwa violent to what extent. As we speak now, hakuna mtu wa National Irrigation Board hapa. Alikuwa hapa na akatoweka, akazima simu. So is National Irrigation Board compliant in this deal? Wanajua kitu ambacho hatujui. Na sisi kama watu wa Busia, especially Bohayo, there's no single large flagship project kama hii 2.1 billion. Sasa hizi Nasewa Industrial Park ambao wanataka waanze kuzalisha mambo ya mafuta based on mbegu hizi crops za kutoa mafuta, they are relying on agriculture fed irrigation fed agriculture. Sasa kama irrigation imebomolewa yote, hii mradi ya Nasewa itaendelea vipi? Are we going to plant depending on the natural rains? So sisi tumekasirika sana, we are not happy, and the government kama kweli they have abandoned this project, waje wafufue zile zimebaki pipe ndogo hizo, warudi nazo, so that we forget there was ever project, because we cannot be saying about the same thing for 1 year. Kila siku the national government is here, the intelligence is here, the protection unity ya AP is here, critical is here, everybody is here. Inakuwa ni kazi ya Senate kwenda kuzungukanga usiku akichunga mali ya serikali. So if the government think this project is not worth, if they think it was not meant for Busia, waje wangoe zile zimebaki kidogo waende nazo, because we cannot stand seeing what is going on in Busia today. If this project was in Uganda, because 2.1 billion shillings would be worth about 60 billion Uganda shillings, and the Kenyans were vandalized in Uganda, the leadership of Uganda would be in Kenya today to summon a president over the same. But here, not even the county commissioner can summon anybody here. So tumechoka. Kama serikali is not willing kutusaidia, waende na hata industrial park ya Nasewa pia wafunge, because haitafanya kazi za White Elephant project in the making. So Senator mwenyewe Omtatah is going to come on the ground, he's studying it, he's going to issue a very comprehensive statement on this matter.